washikaji, hivi hawa waganga wanaojiposti mtandaoni wanasema wanatoa pesa, yani wanatoa utajiri, hivi waga ni kweli au maana sielewi? Nahisi kama wanadanganya tu, yani matapeli hawa. Hivi ni kweli inakuwaga hivyo kweli? Hebu kula mahindi bwana. Labda kizazi zinawasumbua. Yeye mnashindwa kulima. Mnavya waganga. Waganga ni shida hawa. Yaani wanakutapeli hivi. Yaani hawa ni wale ambao wanashindwa kulima. Wanakuja mjini. Wanaanza post hivi yani kwa ajabu wanapelekea. Ndio. Hebu ngoja tuongee. Nani? Stories za maana. Yeye mnaita stories za kijinga. Hebu ngoja nikupe story moja ambayo sasa mambo yako vizuri. Yaani akili yangu mpaka inaenda off-road. Hebu leta kwanza chape kwa kwanza. Oe. Sabuna mna malilo. Oe. Ashika. Unakula mwenyewe. Sikiliza. Kuna kishtobe pale nimemuona mwanangu. Yaani kwa hivi nyuma kama na nani na nini ile mbele nyashi. Yaani mwanangu yani kazi tangu hakana ushirikiano. Magharibi tuseme kaskazini mimi hakapo. Aniteka. Tafianga naye kila yani msimuona. Asikubali. Ni wapi wewe? Sasa mimi najua sasa na mimi nasi. Lazima nimuinde tu. Nikimwona tu. Lazima nimuinde. Maana haiwezekani kiasi kwa akili yangu inakuwa fofu. Ndio huyu. Yule jamaa waya kanyaga yule. Kuna mjeshi pale mwanangu. Pale anapoelekea. Yule sister anakaa kwa mjeshi hivi hapo kwenye nyumba ya kati. Pale kwa mjeshi pale wanangu. Kanyaga pale. Mimi nawaambieni. Yule kanyaga mimi nawaambia wanangu. Mwanangu itakuwaje? Mwanangu wewe makini huko. Kuwa makini huko mwanangu. Itakuwaje pale? Sijui atajua mwenye kanyaga. Kuwa makini huko mwanangu.
Sasa hapa ndugu yangu nakuja kutoa ungoko so kwani sipange purani Ibaga? Si purani, maana huyu mtoto lazima nimpate ga. Naweza nikawa na nilio mtu mkubwa. Ngoja kwanza nipange, kwanza nisuke kwanza mipango pango. Subiri sasa hivi namaliza mchezo sasa hivi. Kwa kuwa nishagundua ni mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan. Lazima. Sasa na mama lazima kwa vile alivyo na upendo atakuwa na ile ya kusema sasa kijana wangu ambaye umemwoa binti yangu ngoja nikuzawadia kwa ajili ya mwanangu navyompenda, sasa wewe ukamtunze na kukabidhi kitengo. Ndege zote utakuwa wewe unaziamulisha wewe, tena zinapita pale pale mkoani kwako, ndo zaweza kwenda wapi nani Uswedish nani wapi kule Marekani nani wapi wewe hapo. Sasa mama, mimi itabidi sasa nikaze na kaza, amuonyesha kwamba sina shobo navyo. Mimi nachotaka labda ni kingine tofauti, kumbe kumbe kibaki kwa pale pale. Wesi mkwe lazima ukaze makaza. Sasa mimi takaza sasa hapa. Yes. Sasa nataka hayo mambo yote nafanyaje? Sasa nakuaje mzembe na mna hii wewe? Akili zote za Kimarekani umezibeba. Wasifurashi. Hapa naenda kama furashi. Kama furashi zile za nani za Krishnaro. Ukuta pale. Sha. Vusina nishike mkononi, umkate wa mbinguni nirishe siku zote, nilishe habari. Sasa mtumishi. Naam. Afadhali nimekuona ndugu yangu. Afadhali mtumishi nikuona. Naam, Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Safi vipi? Safi. Niambie mpendwa. Sasa kuna jambo liko hapa linanitatiza. Nachoona wewe hapo kama mtumishi ni dhahiri kabisa utanielekeza kuhusu hiyo imani. Sasa hebu tunafanyaje hapo? Na kusikiliza ndugu yangu. Kwanza ndugu yangu, kwanza nikupe pongezi. Ujue ni watu wachache sana kama wewe ambao wanapenda kumtafuta Mungu, wanapenda kujifunza masuala ya imani, ni wachache sana katika dunia sasa. Kwa kwanza nikupe pongezi, ili uendelee kuwa na moyo huo wa kutaka kujifunza kuhusu Mungu. Kujua Mungu ni muhimu sana katika maisha ya sasa. Utapata vitu vingi katika dunia hii. Kwa hiyo nafikiri umesema unasumbuliwa na masuala ya imani. Si ndio hivyo? Sasa mimi nikutie moyo mpendwa. Iko hivi, ukimwamini Mungu, chochote kile utakachotaka kutoka kwa Mungu atakupa. Hiyo ndio faida pekee ambayo tunajivunia sisi ambao tunamtumikia Mungu. Ukimtumikia Mungu kwa hakika chochote kile utakachotaka utapewa. Labda nikupe story moja. Siku moja Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake, akaukuta mti. Ule mti ulipaswa uwe na matunda kwa wakati. Yesu akakuta mti ule hauna matunda, wakati kwa wakati ule ulipaswa kuwa na matunda. Yesu akaukemea mti ule. Unajua kilitokea nini? Baada ya hapo alipopita siku ya pili, wakakuta mti ule umenyauka wote. Petro akamuuliza Yesu, akasema, Rabi, tazama mti ule ulio uraani umenyauka. Akasema, ngoja twende kwa maandiko ili tuelewane kidogo. Nafikiri ni Injili ya Marko mtakatifu sura ya 11. Nafikiri tuanzie kifungu kile cha 20. Nitasoma kwa jina la Yesu. Inasema nitaanzia sura ya 20. Inasema, na asubuhi alipokuwa wakipita waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama
mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwamini Mungu. Akasema pia hii mstari wa 23 akasema, amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukajitupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini ya kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Si unaniona? Yaani anasema kwamba ukiwa na imani ya kweli, hata mti huu ng'oka ukajitose baharini utaenda. Hata ukiambia mlima huu hama, mlima utahama. Yaani unaweza ukaambia nyumba hii toka, bomoka, itabomoka. Unaweza ukaambia ukuta upasuka, ukapasuka ukapita. Kila kitu kinawezekana kwa imani. Labda nikuongezee neno kidogo kwa uzito, labda inawezekana uelewe imani ni nini. Tutasoma katika waraka wa Paulo mtume kwa Waebrania, nafikiri mstari wa 11 kama hicho. Nitasoma sura ya 1. Inasema, nitasoma kwa jina la Yesu. Basi na kufundisha maana imani ni nini. Nasema basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake ni nini? Unajua, unakuwa na hakika ya kitu ambacho unakitarajia baadaye. Yaani kuna kitu unakitaka wewe, unachopaswa kufanya, unatakiwa uombe kwa jina la Mungu, uwe na hakika ya kile ambacho unatarajia kukipata. Kwa hakika kitakuwa kama ulivyotaka. Chochote kile, yaani uombe, unasema Mungu, nataka hii ardhi ipasuke, ardhi ipasuke. Uwe na hakika ya kwamba ardhi hiyo inapasuka, kwa hakika itapasuka. Si unanielewa mtumishi? Karibu sana. Mimi nakushukuru sana. Kanisa letu kwa pia kitu ulichonielekeza. Nifanikishe kwanza. Sawa. Niwe na imani ya kutosha, nitakutafuta kanisani. Asante sana. Mimi ni mtumishi, niko kanisa, kuna kanisa linaitwa Glorious hapo. Nafikiri nalipata. Lakini pia naishi hapa nyumba ya pili, kwenye geti ile lekundu hapa. Unapapata pale. Mimi ngoja kwanza hapa kwanza nakoelekea. Nifanye mambo hayo nijue imani. Asante sana. Asante. Haya. Imani pamoja na yale yote nilikuwa nimeyapanga, maana ni double reka. Napita. Sasa hivi napita tu. Wewe mtoto, wewe nimekuzumbukia sana. Mimi kapitia mure ishi. Hivyo kama aliambiwa mure chinchi ndio hata kile unacho, yani kila kitu kwa Mungu kinawezekana kwa imani. Hii inayoenda kuifanya. Sema imani. Sisi